mtazamaji, karibu sana kwenye grounds za Magereza Grounds, ambapo hii ni Arusha na hii ni karibu Kilifair 2025. Hapa tunaizungumzia Kilifair ambayo hii ni ya mara ya 9, na muonekano wa leo au wa hii siku ya leo ni wa kitofauti sana. Ndio maana sisi kama Nyayo za Pori tumeweza kutoka porini na kuja hapa kuweza kukujionea na kuweza kuhabarisha mambo mbalimbali yanayoendelea hapa. Tutakufunza, tutakueleza kwa nini tumetoka porini tumekuja mjini. Hii ni Nyayo za Pori na mimi ni Arnold. Kwa majina naitwa Mentia Eli, ni afisa utalii kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania ni TFS. Leo tuko kwenye maonyesho ya karibu Kilifair kama wadau, kama taasisi za kiserikali, ambapo lengo kubwa ni kwa ajili ya kuwahabarisha, kuwapa elimu wadau na washiriki wa maonyesho haya fursa ambazo zinapatikana ndani ya hifadhi zetu za misitu, kama ambavyo tunatamani watu wajue kwamba Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania unasimamia takriban misitu 165 nchini Tanzania. Na katika hiyo misitu kuna misitu ya kupandwa, lakini vile vile kuna misitu ya asili, yani nature reserve, ambapo ndani ya hifadhi za misitu tuna mazao ambayo yanapatikana ndani, yanatokana na mazao ya misitu, ambayo tuna mazao ya nyuki kama ambavyo tumekuja kuonesha siku ya leo, ambapo wadau wanaweza kujionea asali ambayo inapatikana ndani ya misitu, ambayo inachakatwa kiasili na inakuwa na uasili ule ule. Na tofauti wa asali ambayo tunaichakata na asali ya mtaani, inakuwa ni asali ambayo pia inapitwa katika viwango, inapimwa kuangalia kiwango cha maji, kuangalia content na namna ambavyo hiyo asali imepatikana, miti iliyotumika. Kwa hiyo inakuwa na taarifa zote muhimu, kama ni asali iliyotoka kwenye misitu ya asili, kama asali iliyotoka kwenye misitu ya kupandwa. Kwa hiyo mteja anayechukua asali yetu anaweza kupewa elimu na maelezo ya kina kuhusu ubora wa asali ambayo tunakuwa tunaitoa, na vile vile akijaribu au kuitesti anaona utofauti. Kwa hiyo utofauti ule ndio tutakuja kumueleza kwamba imetoka kwenye misitu ya ukanda upi, au kwenye misitu ya kupandwa au misitu ya asili. Lakini vile vile tuna mazao mengine kama nta ambazo pia zinatokana na mazao ya misitu kama inavyoonyeshwa, na tunaonesha matumizi ya nta. Nta tumezoea kwamba tunaitumia labda kwa ajili ya kupata gundi, kwa ajili ya kushonea, kwa ajili ya kutengeneza labda mishumaa, kwa ajili ya kutengeneza structure mbalimbali kama zinavyoonekana katika banda letu la Wizara ya Maliasili na Utalii. Lakini vile vile packaging yetu ambayo tunafanya, kwa hiyo namna tunavyoibrandi, namna tunavyoitengeneza, namna inavyoandaliwa inakuwa ni katika mazingira ya uasili ambayo inalenga uhifadhi. Kwa hiyo kingine ambacho tunako hapa kuonyesha ni fursa za uwekezaji ndani ya hifadhi za misitu. Tuko katika kutanua masoko na kuwaonesha Watanzania wawekezaji, wadau kuja kutumia fursa ambazo zinapatikana kwenye misitu. Maana watu wakuja kujenga ecology, makampuni ambao wanaweza kuja kuona fursa za kuweka campsite, ambao wanaweza kuja kuona namna kutengeneza pia fursa za matukio ya michezo kama marathon. Kwa hapa tumekuja kuonesha medali ambazo zinaonesha kwamba ni matukio yote ambayo tunafanya ndani ya hifadhi zetu za misitu. Kama hiyo ni ya mwaka jana, hii hapa ilikuwa ni 2024. Kwa hiyo inaitwa West Kili Tour Challenge. Sisi kama taasisi ya TFS tunaandaa hii tukio kila mwezi wa 6, na mwaka huu itakuwa tarehe 21 na 22 mwezi wa 6. Lengo ni kuwaita wadau wote, makampuni ya utalii, wawekezaji na taasisi za kielimu kuja kuona kwamba yes, kumbe ndani ya hifadhi ya misitu kuna uwezekano wa kufanya matukio mbalimbali ambayo kwao inaweza ikawa ni biashara pia. Kwa hiyo sisi tunalo moja la mwezi wa 6 ambao tunafanya ndani ya hifadhi ya msitu wa West Kilimanjaro. Lakini vile vile kuna misitu mingine ambayo tumeshafungua kama hifadhi ya Mlima Hanang, na hapo tumeshaanza kutanua hizo fursa. Hifadhi ya Meru
Forest, Pugu Kazimzumbwi, Sawil, Mbeya huko Mount Lungwe, Lushoto Magamba, Amani Nature Reserve, hizo zote. Na ndani ya Kilimanjaro tuna Moshi pale Raw Forest, msitu pekee ambao unapatikana katika mji wa Moshi. Kwa hizo zote ni kuwaonesha wadau ambao wanashiriki kwenye maonyesho haya kwamba tuna fursa nyingi sana ambazo zinaweza zikawa kwao ni sehemu ya kufanya biashara. Okay, tunaona sasa hapa kuna baadhi ya packaging ambazo tunaona mezipaki ambazo ni asali zenye modo tofauti, lakini pia tunaona kuna hivi vitu hapa sijui ni nini. Tunaona boti ambalo limetengenezwa Duluti, limeandikwa Duluti Marine. Sasa hivi vitu vinatengenezwa na nini? Na pia hapa tunaona mfano wa nyuki. Hem, tueleze kidogo kwanza kuhusu kwa nini nyuki hapa na Asante. Kama hivi inavyoonekana, hii ni boti. Hii inaonyesha kwamba kwenye mazao yanayopatikana yatokanayo na misitu, kama tulivyoona kwamba unavyoruhusu watu kuja kuwekeza, kwa mfano kuweka mizinga ndani ya hifadhi za misitu, baada ya kupata asali, katika mchakato wa kupata asali kuna kupata nta. Hizi zinatokana na masega ambayo yanakuwa yamechakatwa. Kwa yale masega hatuyaharibu, yanaenda na chakato na kuja kutoa kitu kinaitwa nta. Kupitia sasa hiyo nta ndo tunakuja kuiyeyusha kuja kutengeneza structure kama hizi. Hizi ni mfano wa sabuni pia ambazo zinatengenezwa kwa kutokana na mazao ya misitu, lakini vile vile tuna mzinga wa kisasa. Maanisha sabuni kwamba hii mtu anaweza kwenda kufulia? Ndio, kufulia nguo kabisa. Yes. Imetengenezwa na nta. Yes, kuna mchanganyo wa nta. Yes, kwa hiyo ni kuonesha kwamba mazao ya misitu yana uwezo wa kufanya vitu vingi sana. Yes, kwa hiyo yote imetokana na uwepo wa mizinga, ambao mizinga inatupatia asali, ambao kutoka kwenye asali tunapata nta ambayo inachakatwa. Baada ya yale masega kuchakatwa tunakuja kupata nta, inakuja kutengenezea hizi ambazo tunaweza kuziweka kwa ajili ya mapambo. Lakini vile vile kuonesha sasa structure. Hili ni pambo ambalo limetengenezwa kwa kutokana na nini? Na mazao ya misitu, yani nta. Yes. Kwa ukiliyeyusha hii unaweza ukatengeneza kitu kingine, ukapata mshumaa. Na tofautia hii asali na asali zingine, hiyo inauzwa kwa pesa ya Kitanzania. Kilo moja tunaiuza kwa shilingi 12,000 ambayo ni bei elekezi ya serikali. Ndio. Nusu yake inakuwa ni 6,000. Ndio, tuna package za aina mbili. Kuna package ya kilo moja, kuna package ya nusu kwa ajili ya wateja wa level zote. Lakini vile vile unaweza ukafungiwa kwenye lita 3, lita 5 na kuendelea kulingana na mahitaji yako. Ndio. Okay, basi hawa nyuki tumeona umekuja nao ni wa mfano au ni nyuki ambao wanaendelea na zoezi au ni the way ambavyo hata mtu nyumbani anaweza kufanya packaging kama hii? Yes, hawa nyuki ni nyuki kwa ajili ya kufanya utalii ambao tunaita apitherapy au apitourism. Tunalenga kwamba kwenye maeneo yetu ya hifadhi za misitu Tanzania, kila ofisi au kila kituo kina nanilia ya nyuki, kina kitengo cha nyuki. Na kila maeneo yetu pia wateja wanaokuja wana uwezo pia wa kupata kufanya utalii wa nyuki, ambapo pia tunafanya kudungisha watu kwa kufanya apitherapy, yani kuwapa tiba ya nyuki. Kwa hiyo hii mizinga inakuwa imeandaliwa special na nyuki wake wanakuwa ni special. Kwa hiyo tunachokifanya ni tunamchukua nyuki, basi tunamdungisha mteja au mtu ambaye anakuwa anapenda. Kwa hiyo akishadungishwa, yale maumivu anayokuwa anayapata ndo namna ambavyo anakuwa anapata kinga. Na inasemekana kwamba kwa siku, na inashauriwa kwamba adungwe hata mara 3 ili iweze kumuingia vizuri. Na mwanadamu anadungwa mara 3 na ile sumu na kuvimba wala haina shida. Kuna mwingine ana mwili wa kuvimba, kuna mwingine ana mwili ambao si wa kuvimba. Lakini vile vile hata akivimba, baada ya muda kidogo inarudi kwenye hali yake ya kawaida. Au kuna mafuta pia tunaweza kumpaka kwa ajili ya kumtomfanya avimbe. Lakini na faida yake kubwa ni kwamba ana uwezo pia kukaa muda mrefu pasipo kupata magonjwa nyemelezi. Ndo maana ya kupata hii apitherapy. Na kwa nini sasa inakuwa namna ile? Ni kwa sababu kwamba nyuki
tunajua kwamba anapokuwa anatengeneza asali anapenda kutumia vyakula tofauti tofauti, yani bee forages. Kwa hiyo anapokuwa anazunguka katika kutengeneza chakula chake anatumia miti mbalimbali na mazao mbalimbali ya misitu. Kwa hiyo kwenye variety ya miti ndipo tunakuja kupata dawa. Kwa hiyo ndio maana tunakuja kupata therapy ambayo mtu akina nini amuongezea immunity au kinga za mwili. Kwa hiyo hata nyuki, ukiona nyuki wanakuja usiwakimbie, acha kudunge au? Ukiwaona kweli akikudunga ni bahati kwanza, ndio. Akikudunga ni bahati. Nyuki akikudunga kuna magonjwa au kuna the way anaongeza kinga ya mwili? Kabisa ndio. Tanzania, kutokana na kauli unaisikia hapa ni kwamba ukiona nyuki usikimbie bwana, hakikisha anakudunga mara moja. Ndio. Yes, na karibu wakala huduma za misitu Tanzania kwa ajili ya elimu zaidi. Kila wilaya, kila mkoa tupo Tanzania nzima. Explore life in nature, experience the difference. Sure. Bana, hapa tumepata elimu ya, kuna muda nadhani ulikuwa ukijiuliza mbona vitu viko vingi, lakini acha kushangaa ni kwamba hiyo unayoita ni asali au hii tunayoita kwamba hao masalia ya nyuki, right? Ndio. Yanaweza kutengeneza sabuni. Imagine, yanaweza kutengeneza duluthi marine. Pia inaweza kutengeneza asali. Hii nadhani kila mtu anafahamu. Lakini wameenda mbali zaidi, wanaandaa mashindano ambayo umeona kwa mwaka jana 2024 kuna medali ni kama ni hizi hapa unazoziona, lakini kwa mwaka huu medali ni hii hapa. Lakini pia umesema mwezi wa 6 mwaka huu kuna mashindano mengine. Tarehe 21 na 22 tutakuwa ndani ya hifadhi ya msitu wa West Kilimanjaro. Geti la kwanza la kupandia mlima. Tutakuwa tunakimbia, tunaendesha baiskeli, tunaendesha pikipiki, tunafanya matembezi, michezo ya watoto. Kwa hiyo wale wataalamu wa kucheza na pikipiki wote tutakuwa pale. Lakini vile vile kutakuwa na maonyesho ya vyakula, wadau kuja kutoa elimu, kwa taasisi mbalimbali zitakuwa pale. Tutakuwa na nyama choma, watu watatesti nyama pori ndani ya msitu. Usikose. Bana, nishakwambia hii ni karibu Kilfair 2025. Nimekuambia tutakwenda moja kwa moja tukikuletea taarifa zinazopatikana ndi hapa, kwa sababu tu lengo letu sisi wana Nyayo za Porini tumeamua kuacha milima na mabonde na wanyama mbalimbali ambao wanapatikana mbugani. Tumekuja mjini kuweza kuonyesha kwamba elimu inapatikana, au unaweza kupata sehemu ya kuja kupata elimu mbalimbali kuhusiana na yale ambayo huwa unayaona kule mbugani. Mimi naitwa Arnold kutoka Nyayo za Pori.